Habari za muda huu ndugu zangu producers, kwa majina naitwa Producer Steve, maarufu kama Steve Pro. Leo ni siku nyingine tatu tunakutana katika mwendelezo wa masomo ambayo nimekuwa nikiendelea kuyatoa mara kwa mara. Kitu cha msingi tu na kikubwa ni kukumbushe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Na ukisubscribe utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification ama taarifa za kitu ambacho nitakuwa nikishare humu ndani ya channel yetu. Hii channel ni mahususi kwa ajili ya kuendelea kufundishana ama kuelekezana ama kupeana mbinu mbalimbali na kukumbushana kuhusiana na masuala ya audio production pamoja na vifaa vya studio ama vifaa vya audio production. Pia kitu cha pili, tuko na grupu la WhatsApp, nitaweka link hapo chini, basi utaruhusiwa ku-request ama kuomba kujiunga, basi na mimi nitakuthibitisha ama nitaconfirm utakuwa umejiunga kwenye grupu hilo. Na hilo grupu ni special kwa ajili ya maproducer wa Afrika nzima. Kwa hiyo kama mtu uko Kenya, Uganda, Kongo, Zambia, Malawi, Burundi na kwingine kote, lakini pia kwa watu ambao wako Marekani pia wanaruhusiwa kuingia. Kwa kama uko pia hata bara la Ulaya, uko Amerika na wapi kote, bado tunaruhusiwa kuingia. Na fikiri kwenye grupu letu wapo watu ambao wako kwenye hizo nchi. Kwa hiyo wote tunaruhusiwa kuingia, haijalishi uko Afrika ama haupo Afrika. Kwa hiyo niwakaribishe sana ndugu zangu ambao tunaendelea kufuatilia hii channel yetu ya YouTube na channel zinginezo. Leo nitawapa pia taarifa nyingine kwamba tuko na duka la vifaa vya studio. Vifaa vyote vinavyohusiana masuala ya audio production pia tunaviuza, kama microphones, AKG, Rode, MXL, tuko na Scarlett, Audio Technica na vingine. Pia tuko na monitor, speaker, tuko na audio interface yani sound card, makampuni makubwa kwa madogo. Tuko na headphones, kila kitu kinachohusiana na masuala ya studio basi utakipata dukani kwetu. Na ofisi zetu ziko Dar es Salaam, Sinza pamoja na Dodoma Kisasa. Kwa hiyo kwa wale ambao wapo maeneo hayo, basi tunaweza tukakaribia kwenye hizo ofisi zetu. Lakini pia kwa wale watu ambao wako nje ya hiyo mikoa ambao nimeizungumza au hayo maeneo, basi kama una ndugu unaweza ukamwagiza akaja. Lakini kama ukiona hutaki shida, yani hutaki usumbufu, basi unalipia, unaagiza, unatumiwa popote pale ndani ya masaa 24, basi mzigo wako utakuwa umekufikia kwa uaminifu wa ila yote. Kwa hiyo kwenye swala la uaminifu si swala la kuzungumzia. Uaminifu ni kitu cha kawaida sana kwetu. Hata ukituma 2 milioni 3, sisi kwetu ni sasa umetuma buku. Yani kitu chako utakipata, pesa yako itatumika kiwalali kabisa na vitu vyako utavipata bila usumbufu. Niwashukuru sana wale ndugu zangu ambao wameendelea kuniamini, wameagiza vifaa kwetu. Mimi 90% ya watu naofanya nao biashara hawanijui, siwajui. Wako mikoa mbalimbali, Msoma, mikoa ya wapi, Shinyanga, Mwanza, Tabora, mikoa ya Sumbawanga, Katavi, na maeneo mengine mengi kama Mbeya, Iringa, Songea, Lindi. Yani sijajua kama kuna sehemu, kuna mkoa bado sijafanya na watu biashara. Singida, Umote, Tabora, wapi, kote nimeshafanya biashara na watu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuniamini. Lakini leo niko na somo ambalo nikasema ngoja niwaandalie ndugu zangu, rafiki zangu, kaka zangu, wadogo zangu. Tunaweza tukajifunza kitu. Unajua kujifunza hakuna mwisho. Mimi pia huwa najifunza. Kwa hiyo tunapopata kitu fulani basi tunashare pia, tunashirikishana kwamba na mwenzangu ajaribu kupata kitu fulani kinaweza kumsaidia. Kwa hiyo nikasema leo ngoja tuelekezane mambo machache sana, mbinu mbalimbali zinazoweza zikatusaidia tukapata matokeo mazuri. Nitakwenda kuonyesha kitu na hii kazi yangu mimi sijagawanya magrupu. Kwa hiyo sijakwambia kwamba wewe usigawanye. Mimi kwa sababu ya uharaka wangu tu nikaona nifanye hiyo. Kwa hiyo sio kazi rasmi. Hii ni frame bado.
bado kuna watu watatakiwa kuja kuingiza sasa sauti official. Kwa hiyo nikasema kwa sababu mimi huwa pia natunga nyimbo kwa kiasi chake kidogo, nashirikiana na watu wengine. Kwa hiyo nilikuwa kuna kawimbo najaribu kukaandaa hapa, nikapata kakipande fulani, nikasema ngoja nijaribu kuelekeza hapa kwenye kakipande haka tu, alafu huko kwingine basi itabaki ni siri ya waandaji, kwa sababu hizi kazi huwa hatuwezi tukatoa kazi mwanzo mwisho ukaelekeza kwa ajili ya usalama wa kazi ya mtu. Kwa hiyo kwa wale pia wanaohitaji huduma ya kutungiwa nyimbo na kufundishwa kwa namna moja ama nyingine, pia hizo huduma zinapatikana ofisini kwetu. Kama kutengenezewa biti, ukihitaji biti zenye quality kiwango cha hali ya juu, basi biti zetu tunaanzia shilingi 50,000 kwenda juu. Ukitaka biti ya kiwango kabisa, biti iliyoenda shule, basi unacheki tu utapata biti nzuri. Kwa hiyo nitakwenda kuelekeza namna gani tunaweza tukapata matokeo mazuri. Hebu tusikilize hii kazi kabla hatujaendelea. Upendo ni kitu chema tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Upendo ni kitu chema tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Upendo ni kitu chema tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Upendo ni kitu chema tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Upendo ni kitu chema tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Okay, bila shaka nafikiri utakuwa umesikia jinsi nilivyo hiyo kazi jinsi inavyosikika. Sasa hiyo kazi kama nilivyokuambia bado haijaisha, haijafanywa mastering, haijafanywa chochote kile, lakini ina sound hivyo. Hapo nimefanya mixing ya awali. Nikisema sijafanya chochote, bado kuna mambo ya msingi sijafanya, lakini hiyo ni mixing tu ya awali. Kwa hiyo nilifanya mixing ya awali, kwa hiyo lakini nitaendelea. Lakini wajua kupata matokeo mazuri si kufanya mambo mengi sana ndo napata matokeo mazuri, hapana. Yaani hii kazi yangu sitofanya mambo mengi sana. Nitafanya mambo kidogo sana. Nitakachokifanya naweza nikagawanya hizi groups. Kwa sababu hapa kama nilivyokuambia, nafikiri mwanzo nilisema sijagawanya, zote nimeziweka kwenye group moja. Track zangu zote ziko kwenye group moja. Labda nitakachokifanya ni hicho tu, ili angalau kwenye track baadhi ya sauti labda wakuta zina low nyingi, kwa ili nizipunguze kutengeza uwiano, na pia ili vocal ziwe na ladha nzuri zaidi. Lakini sitofanya mambo mengi sana kutokea hapa nilipofanya. Sasa nitakwambia nini nimefanya. Kuna baadhi ya mambo tayari nishawahi kuzungumza au kuelekeza kwenye video zingine. Unaweza ukacheki video za nyuma, hasa video ya nyuma kutokea hii, yani hii niliyoiposti ya nyuma yake. Angalia hiyo, kuna vitu unaweza ukavipata. Kwa leo sitazungumzia mambo mengine kama kusafisha vocal na nini, tayari nishaelekeza. Lakini leo nitakwambia pia panning. Leo sitazungumzia panning. Panning tayari nimeelekeza kwenye hilo somo, unaweza ukarejea huko ukajifunza. Leo nitazungumzia, nimetumia mojawapo ya mbinu ambayo wengi wao hawasemi na wengi wao wanatumia ila hawasemi. Mfano, wajua na hii pia tahadhari, kama una mashine ndogo usitumie. Lakini kuna zile kwaya mfano zina track ya 30. Hichi kitu kinaweza kikawa ni kigumu. Otherwise, convert autotune namba 5. Convert autotune namba 5 ndo uitumie. Hichi ninachokwenda kuelekeza. Convert autotune namba 5 ndipo uitumie. Usitumie autotune namba 9 au 10 au 11. Sasa nitakwenda kuelekeza mimi kwenye hizi vocal zangu jinsi unavyozisikia zinavyo sound. Nimetumia autotune kwenye track zangu zote za backing vocal.
Na autotune yangu nitakupa tu hapa nini cha kufanya. Hamna mambo mengi. Badilisha scale, badilisha key kulingana na key ya wimbo wako. Njoo kwenye input type, weka kama ni mwanaume weka low male, kama mwanamke weka soprano. Alafu hapa kwenye retune speed hapa weka 25. Weka 25 au punguza kidogo. Wewe sasa utaangalia na matokeo yale unayoyapata. Kama 25 ni nyingi, punguza. Lakini sikushauri kuzidisha zaidi ya 25. Utapata kitu ambacho sio kizuri. Kwa nimefanya hivi kwenye track zangu zote. Kwenye track zangu zote hicho kitu kipo. Kama unavyoona sauti ya kwanza hizi track 4, sauti ya pili track 4, sauti ya tatu track 4. Kwa hiyo ni mojawapo ya siri ambayo wengi wanaitumia kupata matokeo mazuri na hawasemi. Lakini hiyo ni mbinu moja nzuri sana. Usione nyimbo zina saundi zimenyooka ukajua labda ni muimbaji. Mimi hapa nikizima hizi autotune hizi, nimekwambia hii nyimbo nilikuwa tu nafanya testing fulani hivi. Kuna vipande nilikuwa vitafuta kwa ajili ya kuwafundisha watu wimbo. Kwa hiyo nilikuwa tafuta vitu fulani hivi. Umeona? Kwa hiyo nikarekodi tu hivyo lafu. Kwa hiyo sauti hapo nikizima hizo autotune ni ya kawaida mno. Lakini jinsi inavyo sound nilikuwa nimeziweka, unaweza ukajua huyu mtu anajua kuimba sana au vocal imenyoka sana. Mfano tu, hebu tusikilize hapo ili unielewe. Upendo ni kitu chema tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Upendo ni kitu chema tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Kwa nafikiri umesikia jinsi zinavyo sound. Za sound ziko vizuri kabisa, lakini kiuhalisia humo kuna namna sauti sio nzuri sana kiasi hicho. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo huwa ukisikia nyimbo zina sound vizuri, ujue wameweka autotune. Lakini kiwango sasa ndipo unatakiwa uwe makini. Ukiweka kama unavyofanya kwenye leading vocal nyingi ama hivyo, yani ukiweka autotune nyingi utapata kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo nitaka nikuelekeze hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya pili nilichokuja ukifanya kabla ya sijafanya mixing yangu yoyote ile, nikaja nikatengeneza hizi FX ya kwanza, nikaweka hii timeless. Hii timeless sikufanya chochote, nikaiacha kama ilivyo. Nikaja hii timeless ni timeless 3. Hii ni ya FabFilter 2025. Ukiwa huna basi unaweza kancheki. Lakini FX yangu ya pili nikaja nikatumia Valhalla verb ya Valhalla. Pia sikufanya chochote, ndio maana nikwambia hii ni mixing lafu tu. Sikufanya chochote, nikaacha kama ilivyo. Nikaja chini yake nikaweka enhancer. Nikaweka preset ya mastering light spreading. Hii ndio ambayo nimeitumia, lakini chini yake nikaweka compressor. Hii ni kwa ajili tu ya kuside chain endapo nitaona kuna umuhimu nita side chain. Kwa hiyo hii side chaining sijaitumia, ila nimeiset tayari. FX ya tatu nikaja nikaweka double 4. Hii hapa mimi natumia wave 14. Muda mwingine natumia 16, ila kwa hapa nimeinstall 14. Kwa kama unahitaji wave 14, 15, wave 16 zote zinapatikana tu. Ukinicheki utapata. Lakini plugin yangu ya FX yangu ya 4 nikaja nikatumia plugin inaitwa C4. Nikaja nikatumia preset ya vocal. Afu sikufanya chochote, nikaweka tu preset ya vocal nikaacha. Sawa. Kwa hapo nikawa nimemaliza. Sasa nikaja kwenye grupu langu hilo la pamoja. Sasa wewe kama umeagawanya kila sauti kwenye grupu lake haina shida. Huko unaweza ukafanya unachotaka, lakini kwenye grupu la pamoja unaweza ukaja ukafanya kitu kama hichi. Kwa hili ni grupu langu la pamoja. Kuna kitu hapa nitakiongezea kidogo, baadaye nitakuelekeza. Kitu ni kwa sijakiweka.
lakini ni muhimu sana pia kwenye mambo yetu haya. Sasa nilichokifanya hapa kwenye grupu langu, kwanza ni kadi ile FX namba 1 ambayo ni ile timeless, yani delay. FX namba 2 nikaweka reverb ambayo ni ile Valhalla. FX ya 3 nikaja nikaweka ile Dabla. FX namba 4 nikaja nikaweka ile C4. Kwa hiyo hapa kwenye swala la kiwango mimi nilikadiria, mfano hii FX namba 1 nikaweka 26 negative dB. FX namba 2 nikaweka 31, FX namba 3 24 hasi, FX namba 4 19 dB. Sasa hilo ni swala la masikio, yani wewe unakisikia kitu gani. Kwa hiyo kuwa makini sana, nishazungumza kwenye baadhi ya masomo, usifanye kwa kukalili, ila sikiliza unachokisikia kiko kwenye kiwango gani, kwa sababu vocals zinatofautiana. Kuna vocal ambazo unakuta mtu anaimba vizuri, basi vipimo vyake vinakuwa tofauti na yule ambaye anaimba vibaya. Kwa hiyo reverb, mtu anaimba vizuri unaweza ukamwekea nyingi ikawa ni nzuri zaidi, au anaimba vibaya ukamwekea nyingi ikawa nzuri zaidi. Kwa hiyo inategemeana. Kwa hiyo mimi nikaweka kiwango hicho, ingawa haishindikani kuja kubadilisha, kuongeza au kupunguza chochote kile. Kwa hiyo lakini kwa mixing ya awali kabisa nilifanya hivi, na matokeo ndo hayo kama unavyoyasikia. Upendo ni kitu chema, tena chenye thamani. Bila kusahau kwamba mic niliyotumia ni AKG P120. Kwa hiyo usije ukalazimisha matokeo ya BM800 kwenye mic ya AKG au Rode, haziwezi kufanana, lakini at least unaweza kujaribu kupambana kufanya mixing ya kama kwa kufuata huu muundo kwa baadhi ya vipengele na ikakusaidia. Lakini kwa baadhi ya vipengele yani usije katarajia kwamba utapata mixing kama hii kwenye mic ndogo. Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo jifunze hata kama una mic ndogo, lakini usitake kulinganisha hizi vocal pamoja na vocal zako, ila fanya kwa kuangalia kuna kiwango gani cha ubora unakipata. Kitu kama hicho ni muhimu sana uzingatie. Usije ukaforce, mbona sipati matokeo kama haya kwa 100%. No, utapata kwa 10% kadhaa kulingana na ubora wa mic yako. Sasa tutakuja kwenye plugins gani nimezitumia kufanya mix. Plugin yangu ya kwanza ni inaitwa MainEQ. Nimetumia kuzifanya vocal zangu ziwe na uhai, yani ziwe na ziamke, yani kuzichangamsha vocal zangu. Kwa hiyo nikaja nikaongeza kwenye gain upande wa low, hii ni low, hii low mid, hii mid high, hii ni high. Kwa hiyo nikaongeza point tu kidogo kidogo, kama hapo unaona point moja hii haijafika hata kwenye 2. Hapa nikaweka karibia 2. Hapa nikaweka karibia 2, low nikaweka karibia 2. Nikawa nimemaliza, sikufanya mambo mengine wala sikutumia preset. Kuna hii Pro EQ4 nikaja nayo sijafanya mambo mengi. Nimekuja hapa nikafanya kitu kimoja. Upendo ni kitu chema, tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Nafikiri unaona hapo kuna kitu kinacheza fulani. Hii inasaidia kupunguza zile mivumo au dynamic. Inasaidia kupunguza ule mvumo wa vocal. Unakuta muda mwingine labda vocal zilikuwa zinapaa sana, low ilikuwa kama ina peak sana. Kwa hiyo ukiweka itakusaidia kuzikuwa inazikata fulani. Ndio maana unaona inacheza kulingana na ujazo wa vocal. Lakini hapa low hili nilikati tu kutoa zile sabu low ama ule uchafu mzito wa low ambao hauhitajiki. Upendo ni kitu chema, tena chenye thamani kwa wanadamu wote. Kwa kitu kama hicho. Lakini kitu kingine nilichokuja ukitumia ni MV2. Hii nilishaielekeza pia, leo sitarudia kuifafanua, lakini nijaribu kuelekeza kwamba inasaidia kuzivuta vocal mbele. Kuna namna inazikaza high pamoja na low, lakini pia ikizikaza inazivuta kuja juu. Kwa hiyo nilitumia pia MV2 kama hivyo. Lakini plugin ya 3 au ya 4 niliyokuja kutumia ni RVox. Na hiyo inasaidia kuvuta vocal juu. Yani ili beat lisizishinde vocal lazima uzivute mbele kwa kutumia plugins kama hizi. Na hiyo nikaja nikaweka kwa kiwango cha dB 6 hasi.
Plugin iliyofuata nikatumia CLA Vocal. Hii nilichokifanya niliacha sabu pamoja na hii stereo. Hii stereo nikaja nikaishusha kidogo ili vocal zangu, kwa sababu kumbuka nimeweka dabla. Nikiacha na hii kwa namna vocal zitaathirika sana. Kwa hiyo ndio maana nikashusha kidogo. Hii sabu nikaiacha tu kutengeneza ule uzito kwenye vocal zangu. Kwa plugin iliyofuata nikaja nikatumia NS. Hii itakaa mwisho. Hii itakuwa chini kabisa. Nikaja nikatumia hii enhancer. Hii ni enhancer nikatumia preset ya mastering larger than live. Nilitumia hii preset, lakini hapa kwenye delay hapa nikaja nikapunguza hapa. Hapa yenyewe huwa inakuletea delay iko huku. Mimi nilishusha hadi kwenye kama 5 hivi, 4 hivi maeneo haya. Kwa hivyo ndivyo nilivyoitumia enhancer yangu. Lakini plugin ya mwisho nilitumia NS, nikaweka dB 10 tu, usizidishe hapo. Ukizidisha hapo utaanza kula vocal zako. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokifanya. Sijafanya mambo mengi sana, Kwa hiyo mixing nzuri kwanza ni aina ya mwimbaji, anaimba vizuri, lakini kitu kinachofuata ni mic na sound card yako uliyotumia. Kwa hivyo vifaa ni muhimu sana uzingatie. Sababu pia kwenye upande wa mwimbaji, na nimeanza hapo kwa sababu kuna mwimbaji unakuta sauti yake haieleweki. Yaani mwimbaji sauti kama kingola si kingola, kengele si kengele. Yaani hadi uje usikie vocal imejaa, umeumwa na kichwa. Kwa hiyo pia mixing nzuri inaanzia aina ya vocal gani imeingia. Kwa kama umempata msanii anaimba vizuri, ana vocal zimejaa, basi ni rahisi kupata matokeo. Lakini usitumie key za juu. Ukiona mwimbaji wana sauti za ovyo, waforce waitumie key za chini, wapite pitch za chini, utapata ujazo. Kwa hiyo zingatia sana. Kupata matokeo mazuri, tumia key za wastani, usitumie za juu sana. Wanaimba wanapanda hadi kisauti kinabaki chembamba mno, huwezi kupata matokeo mazuri. Lakini vifaa bora ni kitu cha msingi sana. Wakati ukiwa unaendelea kujiimarisha, basi jiwekeze pia kwenye vifaa bora. Hiyo itakusaidia kupata matokeo mazuri. Kitu cha msingi tu ndugu yangu ni kukumbushe kwamba tunauza vifaa vyote original vya studio. Kama mic hii ninayotumia hapa kuzungumza ni AKG P120. Nafikiri ujazo wake wa vocal unasikia namna gani inatoa toni fulani hivi. Lakini pia kwenye vocal hapo nimetumia AKG P120 na hivyo. Kwa hiyo ni mojawapo ya mic nzuri, pia inajitahidi inafanya vizuri. Na kwa ofa, kwa hizi siku 3 kutokea siku ya leo ambayo nitaposti video. Sasa kwa wale ambao wataangalia miezi 6 baadaye, angalia video imepostiwa muda gani. Lakini nitatoa ndani ya siku 3, nitatoa mic moja tu, ambayo hiyo mic nitaiuza kwa 5,500. Ni mpya. Nitaiuza kwa 5,500 badala ya 620. Hiyo nitatoa ofa ndani ya siku 3. Kwa atakayewahi kutokea siku nitakayoposti video, hesabu siku 3. Basi ukiwa na hicho kiasi, karibu sana ofisini kwetu, ama nipigie simu, fanya malipo, basi nitakutumia popote pale ulipo. Sina la ziada kwa siku ya leo. Nitaweka linki hapo chini kwa ajili ya kujiunga na grupu langu ama grupu letu la maproducer wa Afrika, pamoja na maproducer wa nchi zinginezo za bara la Ulaya na Amerika. Sina la ziada kwa siku ya leo. Nikutakie uwe na masomo mema, lakini nikutakie pia uwe na kazi njema. Mungu akusaidie ukafanikiwe, ili tuendelee kujenga familia zetu na maisha yetu kiujumla. Shukrani, nikutakie uwe na siku njema. Asante.